Leo dunia inatawaliwa na ubepari. Majanga tunayaona kila sampuli, kama tunazungumza kuporomoka kwa madini, ni mfumo wa kibepari. Sasa ukipata data za kisomi wewe, utawala katika dunia si chini ya miaka 1300. Sasa uliza, katika kipindi hicho cha miaka 1300 ni watu wangapi ambao waliuliwa? Waliuliwa na kwa kuweko na hali hizi zilizopo katika Uislamu. Ni umbile la mwanadamu, unaendana na umbile la mwanadamu vile ulivyo. Haukuja hapa kutesa mwanadamu. Sisi tumeletwa hapa kwa lengo maalum la kutekeleza ibada. Wewe angalia miaka 1300 utawala ulimwengu Uislamu. Angalia leo ubepari, miaka yake ile utawala. Angalia vita vya kwanza vya dunia. Sikwambii vita vya pili vya dunia ambapo ni zaidi ya watu milioni walikufa. Tena wao kwa wao wengine. Hivi dunia haijafika pahala ikachukua na mfumo huu. Ikiwa tuzungumzia kuporomoka kwa maadili, mwaka ujao tutazungumza kuporomoka kwa maadili kuliko kwa kukubwa zaidi. Iko haja umma wa Kiislamu na usomi. Vipi tutaweza kuishi tukatekeleza ibada zetu, lakini tuchukue jukumu lazima ya kubeba jukumu hilo kurejesha Uislamu katika nafasi yake. Hata hili jambo la msingi kabisa, na ni kauli mbiu kwetu sisi kwamba tunazima, na hili hajasalimika yoyote, kwamba lazima Uislamu tufanye kazi ya kurejesha pahala pake ulipokuwepo. Ni kazi rahisi zaidi kuliko kuanzisha kitu ambacho hakikuwepo. Nidhamu na Kiislamu zimekuwepo. Kwa kazi itakayokuja ni kurejesha kilichokuwepo, sio kwamba tunaanzisha hakikuwepo. Ndugu Islam, tujitahidi sana, tushirikiane sana. Mshikamano wetu huu wa kiibada, Dokta kazungumza kwamba binadamu, mankind is always a social being. Mtu ni jamii. Hakuna nafasi ambapo binadamu atakuwa na hali ya kujitenga kwa mimi nitaishi kivyangu vyangu, mimi nitashughulikia watoto wangu. Nimalizie kisa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokuwa anafananisha jamii ya watu ambao wanamhofu Mwenyezi Mungu na kutekeleza ibada, hawamhofu Mwenyezi Mungu na wanamwasi. Sallallahu anatupa taswira kubwa. Anasema ni sawa na watu ambao wanasafiri katika jahazi moja, jahazi ambalo wako wanaokaa chini na kuna patishani ya juu. Wale wa chini wao hawapati maji, wanahitaji maji, wakatae kuwapa maji hawa ndugu zao wa chini ambao wote wanasafiri katika chombo kimoja. Hatukubini sisi, hatukujua ninyi mko huko na sisi tuko huku. Sasa hawa wa chini na wao wagereke, wasema kwamba tutaitoboa hili jahazi, wanyima maji wenzi wao, watasalimika? Wataangamia walioko juu, waliwanyima wenzao maji, na hawa ambao na wao hawakupewa maji, wote wataangamia kwa sababu wamo katika chombo kimoja. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ndio hasa taswira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuizungumza jamii
tukadhani sisi labda tumeongokewa, wao kaharibikiwa, sisi tumeongokewa. Hakuna. Wewe yule mtoto wako ambaye unamfunza, unamwadilisha, lakini akitoka nje atakumbana na koda ambaye ni katika wale ambao hawakupewa maji. Akitoka akienda shuleni atakutana na watoto jenzi watamzonga. Wewe umekalia kwamba mimi nyumbani kwangu natengeneza, lakini huyu mtoto hakufungiwa ndani, anazunguka huyu, anakwenda huyu, anaishi huyu. Jiani akitoka kwenda kupanda daladala anakutana na watu vijana, akiingia kwenye daladala anakutana na watu vijana ambao wote hawana muongozo wala hawamwogopi Mungu. Akifika shuleni anakutana na vijana ambao si kama yeye. Sasa mtoto huyu mmoja ana huku atasalimika. Sasa kule tunatakana tunapofanya dawa yetu iwe ni dawa ya kimfumo ya watu wote. Tusidanganye kuona kwamba wewe kwamba uko nyumbani labda watoto wako utawalea halafu utasalimika kimaadili. Wanatoka nje, wanaathirika. Kwa hiyo jukumu letu hili ni jukumu letu sote, na wallahi tukishirikiana, tukizungumzia dawa yetu kimfumo, kama sisi ni umma mmoja, nyinyi ni wasomi, mnajifunza aghlabu huwa vinaathiri na watu wanasikiliza. Kwa sababu ya muda naona kisha kitu kweli na kwa muda wa kuchangia kuuliza maswali, basi nadhani niweke kituo kwanza hapa, nimrejeshie MC kuuliza vizuri kuendelea. Asante. Mada aliyowasilisha Ramadhani wa kuongeza bidii katika kusoma ibada. Katika nimepata mengi, natumai kama nyinyi. Ile moja ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Anasema kwamba yapo matukufu aliyoyaweka katika ulimwengu. Matukufu yapo ni mengi. Al-Qur'an al-Karim ni miongoni mwa matukufu ya Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam pia ni miongoni mwa matukufu